sijui nafanya nini. Na nini dadangu? Unamjua yule mtoto naishi naye, mtoto wa mume wangu Richi. Mtoto amekuwa katika kifo. Mtoto ni mbea, mtoto ni mjeuri, mtoto kwa kifupi, yule mtoto haniheshimu. Mtoto mstaarabu sana mtajia, kwa sababu ukai naye ndio maana unamwona vile. Shoga yangu, yaani nakwambia yule mtoto kama baba yake angekuwa hai, ningemwambia mchukue mtoto wake, au ningekuwa najua tu baadhi ya ndugu zake ningempeleka. Kwani usimpende ufanye kama mtoto wako? Mbona nitoka na kujua dada yangu, sijawahi kuona na mtoto. Kwani kama hiyo ni zawadi nimepewa na Mungu, na mtoto wa kiume kabisa mzuri. Yaani nimekuja hapa unishauri, lakini na wewe naona tu unanidondoshia mimi lawama. Lakini sio kwamba mimi watoto sina, mimi watoto ninao. Kama unavyoniangalia unasema labda huyu mtoto ana, mimi watoto ninao. Hao mimi niliolewa, nilikuwa na mume wangu. Baada ya mume wangu alipokuwa na umwa, nikaamua kumtelekeza mwanamume, nikaacha na watoto, ndio nikaja kuolewa na huyu baba yake Richi. Sio kwamba mimi watoto sina, ninao watoto wa kike 2. Naona. Lakini sasa mimi nilikuja hapa unishauri, lakini naona rafiki yangu wewe uko upande wa Richi. Dada, mbona unashangaza? Wewe ulitelekeza watoto wako, damu yako, na hapo ulipo ulikuwa unakaa na mume wako miaka yote, hujawahi kujua kama una mtoto? Hajui chochote. Sasa hivi ujua lipi? Yaani sijui, kwa sababu nilienda pale tulipokuwa tunakaa mara ya kwanza, hawapo, wamehama. Nikajaribu kufuatilia wajui walipoelekea, kwa hiyo sijui kama wazima au wamekufa. Kwa hivyo sijui chochote kinachoendelea. Sasa kama na roho ngumu sana. Wewe umekaa na mume wako miaka yote ile, hujawahi kumwambia kama una watoto? Mpaka amefariki uko na siri yako. Sijui kumwambia. Kwa kweli pole. Lakini mimi nakushukuru shoga yangu. Wewe ni dada. Ule mtoto inabidi mpende tu hivyo hivyo. Lakini pia tafuta damu yako, usiache damu yako ipotee. Fanya juu chini ujue watoto wako wako wapi. Haya, hivi unavyohangaika na wewe unataka umpoteze. Wewe unakuwa mgeni wa nani? Miaka inaenda, siku zinapita, wewe uendelee kuwa kijana, unazeeka. Nani atakusaidia? Tena wewe kijana wa kiume mzuri, ukimlea vizuri, ukimpenda, atakuonyesha upendo, kwa sababu hana ndugu. Ndugu yake ni wewe, na wewe ndio mzazi wake. Rudisha moyo nyuma, dada yangu. Mbona yule mtoto anakupenda? Ananipenda kinafiki yule. Hamna, ni wewe tu umejenga chuki juu yake. Hamna dada, yule mtoto mimi naona anakupenda kama mama yake kabisa. Fanya hivyo dada yangu. Hebu ulegeza moyo wako, muone kama ndo mtoto wako wa kumzaa. Sasa anakupunguzia nini? Babake kaacha mali, vitu vyote alivyoviacha. Anakusaidia wewe, na ndio hivyo vinavyomtoa roho yule mtoto. Hujamjua wewe? Hamna. Wewe mlee kama mwanao, mpende kama mwanao. Atakuonyesha upendo, atakujali. Sababu yeye hana mama, hana baba. Yeye anakuangalia wewe, ndio jicho lake. Hasa na wewe ukisema unampelekeza, unafikiri itakuwa. Ujenge chuki naye, wewe mpende, uone atasogea karibu na wewe. Sawa, nitafikiria.
Njoo, sitaki shikamoo yako. Ulienda wapi? Kwa nini wewe ukiambiwa kitu uelewi? Wakina James kufanya nini? Kwenda kaoshe vyombo. We Diana, we vipi? Mbona umeganda ndani tu sasa hivi? Matumbo yanadai bwana. Akuja ndio utakuwa unafanya nini huko? Ndio na viazi leo. Ukae tu kupelisa lala hapa. Yaani mdogo wangu tangu baba yetu amefariki, sasa hivi mazingira naona kabisa magumu kabisa. Yaani hapa nimewaza, yaani bila ya mimi wanajishughulisha kama hivyo, mara nimelala na mwanaume huyu, mara mwanaume huyu. Hapa sisi hata tungeishi hivi, yaani hata sielewi. Sasa mimi naona nao ujiunge kwenye hii kazi. Dada, mimi kazi mimi sitaka kuisikia. Kwa nini unataka? Dada, mimi sasa ningepata kwa mimba. Hivi sije kwanza nikuulize kitu. Tangu amefariki baba yetu, ukosa mimi kujishughulisha, mara nimelala na mwanaume huyu, mara mwanaume huyu. Uko nafikiri tungeishije? Dada, kazi yako mwenyewe. Upate ladha ya viazi, sijui upate nini, mimi kazi sitaki kuisikia. Ndio kabisa, kama wewe ndio unajitegemea kwa kupata kipato, utajua mwenyewe. Mimi ndio siku nishirikishi. Utaki nini? Nikushirikishi. Sasa sikiza nikwambie kitu. Utake, usitake, utafanya. Wewe bado tu vyombo hujamaliza? Mbona wewe mvivu wewe na nguo hizo, yaani uote vyombo na umalize nani nguo hizo?
Richi. Wewe Richi. Oh. Marahaba kwema. Uko sawa? Mbona kama unalia? Hamna. Mama yupo? Yupo ndani. Kajema. Karibu mdogo wangu. Asante. Kwema? Wema, karibu. Asante. Mzima? Mimi mzima. Natoka majuzi. Salama tu, niambie. Naona leo umeamua kunitembelea. Dada, nimekukumbuka. Karibu. Vipi familia? Jambo kabisa. Karibu sana. Vipi? Kwani mtoto mtoto kama analia pale nje? Achana naye yule bwana. Dada. Mtoto yule analia, mnifanya nini? Sijafanya chochote. Analia bure. Yaani hapo unavyozidi kuniambia, yaani tu unachachua kichwa changu kabisa. Yaani kwa kifupi tu nikwambie yule mtoto simpendi. Na hisi damu zetu yani tofauti. Unajua tofauti? Simpendi na mpango wangu huo ninaupanga yani muda wowote, yani nataka yule nisimuone kabisa. Nimpoteze kama alivyopotea babake. Mbona unafika mbali sana dadangu? Unataka kumpoteza kabisa? Ndio. Mbona umekosea nini huyo mtoto? Simpendi. Yaani simpendi, yani najikuta, yani unavyozidi kunitajia yani ndo najikuta yani nasila naye balaa. Yaani simpendi tu, yani simpendi tu. Dadangu, badilika, ufanane na matendo unayotenda kabisa. Badilika dadangu. Tuachane nayo. Ile nilivyotoka pale kwako, njiani nikakutana na binti hivi, akanisalimia. Yaani nikajikuta tu moyo wangu yani umekosa amani, yani nikamwangalia. Sijui mwanangu yule, yani moyo wangu tu yani kaona